Welcome to Wagula Online TV. It is a place for education and entertainment. Welcome to learn, welcome to be entertained. Wagula Online TV. It is a place for education and entertainment. Wagula Online TV. Don't forget to subscribe for more tutorials. Wagula Online TV. Education and entertainment for you. Wagula Online TV. Don't miss out. Learn the entire field of science in general here at Wagula. Marriage counseling that will build your home. Technology, music, and DJing right at your fingertips. And many more things that give you new knowledge every day. Wagula Online TV. It is a place for education and entertainment. Don't forget to subscribe. Don't miss out. Mpenzi mtazamaji wa Wagula Online TV, unataka ndoa yako iweze kudumu na iwe msingi imara? Sikiliza ujumbe huu. Utanishukuru baadaye. Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Wagula Online TV? Karibu katika makala zetu ambazo tunazokuandalia hapa. Na hii ni makala nzuri kabisa ambayo itakayokufundisha na kukuelimisha. Leo nitazungumzia kuhusiana na wanawake siku hizi, namna jinsi ambavyo na wao wameanza kushindana na wanaume kwa kutafuta wachumba wawili. Hili limeshakuwa tatizo. Wanawake sasa hivi anaweza kumfuata mkaka wa watu na kuanza kujifanyisha tu kazi tu hapa na pale, kwa sababu wanawake asilimia kubwa huwa hawawezi kuzungumza chochote kuhusiana na hisia zao. Walio wengi utamuona tu anaanza kukusaidia kazi za hapa na pale. Mwisho wa siku, hapo ndipo ambapo utakapoanza kugundua kwamba huyo mwanamke ana mapenzi kwako, japokuwa hataki kusema. Sasa mkaka wa watu anaamua kumweka ndani ya moyo wake. Mwisho wa siku anaamua tu kumtamkia, kwa sababu tayari ameshajua kwamba dalili za wanawake ambao wenye upendo huwa wanaanza kwa kusaidia vitu. Yaani kuna kitu anaweza kawa nakifanya huyo kaka, mwisho wa siku akaanza kuambiwa inatakiwa amsaidie. Mwisho wa siku anamsaidia kweli. Lakini sasa kitu ambacho kinachokuja kuleta shida ni kwamba anamsaidia ndiyo, na mwanaume anakuja na anagundua kwamba huyo binti anampenda. Mwisho wa siku na yeye anaamua sasa kujiachia kwa kumwambia ukweli, kumweleza ukweli. Kwa namna jinsi ambavyo wewe dada ninavyokuona, inawezekana kabisa kwa hali ya aina yeyote ile umenipenda. Na baada tu ya kugundua kwamba tayari ameshagundua kwamba huyu kijana ameshajua kama anampenda, mambo yanakaa sawa vizuri kabisa. Unaingia kwenye mahusiano kama ilivyo kawaida tunavyofahamu, tayari na mapenzi yanaanza. Baada ya mapenzi kuanza, mwisho wa siku huyu kaka anakuja anawekeza nguvu zake kwa ajili ya huyu binti ambaye anajua muda wowote ule anaenda kuwa mke wake. Anamtambulisha kwa wazazi wake, kwa ndugu zake wengine, kwa marafiki. Lakini pale ambapo wanapoanza kufanya mchakato kwa ajili ya
kumuoa sasa katika tarehe ambazo yeye amepanga, pengine na vikao vimeshaanza. Anakuja kumchunguza, anakuja kukuta yule dada ana mwanaume mwingine pembeni. Sasa yule mwanaume mwisho wa siku lazima atachukia, japokuwa alikuwa naona kabisa kwamba anapendwa, ni lazima atachukia. Kwa hiyo katika ushauri ambao tunawashauri sisi wana Wagula Online TV, tunawashauri wanawake, jaribuni unapomfuata mwanaume kwamba umempenda, hebu mpende katika hisia zako zote, na sio kumtamani hali ya kwamba una mwanaume mwingine. Hii italeta shida. Usibishane sana na mwanaume. Mwanaume ana uwezo wa kuwa na wachumba hata 6, lakini mmoja akaja kamuoa. Na mwanaume anaweza akaitembeza kweli kwa wanawake zaidi ya 50, lakini akamchagua mmoja akamuoa. Lakini kwa namna jinsi ambavyo mwanamke alivyoumbwa ni ua. Sasa akijichanganya kuitembeza na yeye, atakuwa na hali mbaya. Hali mbaya ya namna gani? Mwanamke anapoitembeza sana anachujuka. Maanake ni kama ua ambalo linatumika sana. Sasa kishachujuka, maanake hapo atakuwa hana mvuto tena. Mwisho wa siku anaweza kukuta amejiharibu na amejiharibia, kwa sababu mwanamke viungo vyake ni sawa na chaji. Chaji unapoitumia kwenye betri au betri unapolitumia litakuwa na nguvu mara kwa mara unapokuwa unalichaji, lakini mwisho wa siku linakuja linazeeka, linapoteza ubora na kukosa nguvu. Huo ndio mwili wa mwanamke. Akitumika sana anachujuka, anachoka. Lakini mwanaume anaweza akadunda mpaka kufikia uzee, akaendelea kudunda na akaoa mwanamke na akamzalisha hata kama awe na miaka 80. Lakini mwanamke akifika miaka 45 tu tayari anaingia menopause, manake hawezi kushika ujauzito tena. Kwa wale waliochelewa sana wanaenda mpaka miaka 50, lakini hawezi kufika umri wa miaka 70 akashika ujauzito. Hiyo ni ngumu. Mnaweza mkaona tofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Sasa nyinyi wanawake msije mkabishana kabisa na wanaume. Wanaume ni viumbe ambao Mungu amewaumba tofauti kabisa, na ndio maana unaambiwa mwanamke anapokuwa ameamua kufanya jambo lake, mfano kama kusaliti, ujue huyo kapenda. Na mwanamke malaya, ujue huu malaya namna jinsi anavyoufanya, asilimia kubwa anakuwa anapenda kufanya hicho kitu, lakini wao wamewekewa uwezo wa kujizuia. Ana uwezo wa kujizuia kabisa, na wala asiwaze masuala ya ngono kwa muda mrefu na akaishi. Ni tofauti na mwanaume, kila wakati anataka angalau apate dozi. Sasa usijifananishe wewe ua ambalo Mwenyezi Mungu amekupendelea kukuumba ukawa ua, kiumbe chenye thamani sana, ukaja kujiweka ukajionyesha kwamba na wewe unataka kuwa kiumbe ambaye ni mwenye kutumia nguvu sana, mwenye kutumia nguvu sana na ushawishi na kila kitu. Wanaume wanapiga kazi za zege. Wanaume watapendwa hata kama angekuwa sio mzuri sana, ili mradi tu amevaa nguo nzuri na ametokelezea, atapendwa. Lakini wewe mwanamke usipovaa na kusuka nywele zako vizuri, pengine na kutafuta mafuta ambayo utakayoyapaka na ngozi yako kuipendezesha kuwa nyororo, kwa kweli
Unaweza ukazunguka mtaani na usipate mtu yoyote yule wa kuweza kukutongoza. Kwa hiyo wanawake na wanaume ni viumbe tofauti kabisa, na ndiyo maana mwanamke akiwa anafanya kazi ngumu sana anawahi kuchoka, na hatimaye akichoka anakuwa hana nguvu tena. Wefuatilia wale wanawake ambao wanafanya kazi za kiume, utakuta hapendezi kabisa wala hafai. Mwanaume hata kama kimuoa, asilimia kubwa unakuta amechoka kabisa. Lakini mwanaume anafanya kazi nzito, ndio nature yake ambayo Mungu amemuumba nayo. Kwa hiyo mwanamke, usitafute wachumba wengi, utachujuka. Unampenda huyu, unampenda huyu. Ukienda kwa huyu unatumika, ukienda kwa huyu unatumika. Ukimpenda, mpende mmoja, uendelee kuwa na maisha yako. Hii ni Wagula Online TV. Mpenzi mtazamaji, mimi nimefika mwisho wa makala hii. Mwenye kusikia basi amesikia, na mwenye kufuatilia atafuatilia. Mimi ni Hasti 02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka wakati mwingine tutakapokuja tena katika makala za ushauri wa ndoa. Ni kuage niseme kwa heri mpaka wakati mwingine. Alamsiki. Mpenzi mtazamaji wa Wagula Online TV, unataka ndoa yako iweze kudumu na iwe msingi imara? Sikiliza ujumbe huu, utanishukuru baadaye. Welcome to Wagula Online Channel. It is a place for education and entertainment. Welcome to learn, welcome to be entertained. Wagula Online Channel. It is a place for education and entertainment. Wagula Online Channel. Don't forget to subscribe for more tales. Wagula Online Channel, education and entertainment for you. Wagula Online Channel, don't miss out. Learn the entire field of science in general here at Wagula. Marriage counseling that will build your home. Technology, music, and DJing right at your fingertips. And many more things that give you new knowledge every day. Wagula Online Channel. It is a place for education and entertainment. Don't forget to subscribe. Don't miss out.